Nahitaji kuongea jambo moja kuhusu kuongeza thamani ya mtu. Naomba nikueleze mpendo naye nisikiliza na unayenitazama, mara zote tunapozungumza thamani ya mtu, ninaomba uelewe kitu kimoja. Mwanadamu ana namna fulani, ni kama pesa, thamani yake huwa inacheza cheza. Kuna wakati thamani ya mtu inaweza kuongezeka, wakati thamani ya mtu inaweza kupungua, kuna wakati thamani ya mtu inaweza ikabaki kwenye hali yake ya kawaida, yani tunasema normal person, akawa kwenye hali ya kawaida. Na ni nini kinachosababisha thamani ya mtu ipungue, thamani ya mtu iongezeke, thamani ya mtu ibaki kwenye hali yake ya kawaida? Ni kutokana na vile ambavyo mwanadamu anaishi akizingatia thamani yake. Mungu alivyotuumba, ametuumba kwa namna ya thamani ya hali ya juu sana. Moja, ukisoma katika Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 na 27, Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu akatawale. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kwa thamani kubwa ambayo imewekwa kwenye sura na mfano wa Mungu. Lakini mtu huyu ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kadiri alivyozaliwa, thamani yake imekuwa katika hali ya kuyumba sana. Kuna watu wengine ukizungumza habari za kuwa na sura na mfano wa Mungu, watu wengine watakushangaa, ni kama wao hawajaumbwa kwa namna ile, ni kwa namna tofauti. Kwa sababu kila mwanadamu anapoishi duniani huwa kuna namna thamani yake inacheza kwa kadiri vile ambavyo anavyoishi siku kwa siku, akitafakari na kuiheshimu thamani yake. Sasa leo nataka nikueleze mambo kadhaa, sasa mambo matatu ya msingi yanayoweza kukuongezea thamani ya kwako katikati ya wanadamu na mbele za Mungu, ukiwa hai hata baada ya wewe kuondoka katika dunia hii. Maana kuna watu wengine thamani yao inaweza ikawa kubwa wakiwa hapa duniani, ila wakifa thamani yao inapotea kwenye maisha ya wanadamu hawa, lakini thamani yake inapotea kwenye umilele. Kwa leo nataka nikueleze mambo machache yanayohusu kuongeza thamani. Jambo la kwanza leo ambalo naweza kukueleza ili thamani yako iweze kuwa juu zaidi na iweze kuendelea kuwa bora na katika kukaa katika hali ya juu, kwa kwenye thamani ya kilele cha juu ukiwa hapa duniani na ukiwa umekufa, kuna jambo moja ambalo nimeliandika katika kitabu changu kinachoitwa Namna ya Kuongeza Thamani Yako. Inaitwa kujiungamanisha na chanzo cha uhai na thamani yako. Kujiungamanisha na chanzo cha uhai na thamani yako. Nini maana yake? Kuna kanuni ya uhai ambayo Biblia imeitaja na wanafalsafa na wanasayansi wanazungumza, ili kila chochote ambacho kinaonekana kina kizizi duniani, yani kiko katika uhai duniani, chochote ambacho tunakiona, ili thamani yake iweze kuendelea kuwa katika hali ile ambayo imekusudiwa, ni lazima kitu hicho kiendelee kujifungamanisha na chanzo cha uhai wake au chanzo cha utengenezwaji wake. Nikupe mfano mdogo. Kwa mfano hivi vitu tunavyovitumia, kwa mfano simu, kompyuta na vitu vingine, kila wanapotengeneza hivi vitu huwa wanaweka manyobuku ndani ya kasha la au boksi la kifungashio la hicho kitu, na mara zote kwenye ile manyobuku inaelekeza ni namna gani kitu hiki kiweze kutumika kwa thamani iliyokusudiwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mtengenezaji ataviandika kwenye manyobuku ambavyo ni nini kifanyike ili kitu kile kibaki kwenye thamani yake, na nini kiepukwe ili kitu kile kibaki kwenye thamani yake. Hiyo manyobuku inampa nafasi mtumiaji wa kile kitu ili aendelee kujifungamanisha na kile chanzo. Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema in case kitu hiki kikiharibika, wanakupa na maelekezo, kafate watu ambao wameandaliwa rasmi, wanaelewa maana ya chanzo ili wakusaidia kutengeneza hicho kitu. Na ukija kwenye mambo sasa ya uumbaji, Mungu alipotengeneza mimea, aliambia ardhi itoe mimea kwa jinsi yake, na mimea ikatoka katika ardhi. Mungu alipotengeneza nyota na mwezi na sayari na jua, aliambia anga likatoe mwezi, likatoe jua, likatoe na nyota, na anga likatoa vivyo kwa jinsi yake. Mungu alipotaka kutengeneza habari za samaki,
aliambia maji yakatoe kitu kwa jinsi yake, na maji yakatoa samaki, na hivyo vyote ili viweze kuwa hai ni lazima viendelee kujifungamanisha na chanzo. Lakini Mungu alipotaka kumtengeneza mtu, yeye alijisemea mwenyewe, anasema tumuumbe katika ule Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa lugha nyingine ni kwamba mwanadamu chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Mungu alijisemea yeye kama chanzo cha yeye kumtoa mwanadamu, yeye ndiyo chanzo. Sasa kama ambavyo mimea ili iweze kuwa hai inahitaji ifungamanishe na udongo ili ipate mahitaji yake yote, ipate hewa, ipate joto, ipate unyevunyevu, ipate madini, iweze kutengeneza chakula kwa jinsi yake, ili iweze kupata mahitaji yake na iweze kufaa kutimiza lile kusudi na thamani yake iongezeke, lazima mmea ujifungamanishe kwenye chanzo. Mmea ukijiondoa kwenye udongo halafu ukataka kuendelea kutafuta mahitaji yake nje ya udongo, mmea unataka kufa. Chochote kitakachokuja kama mahitaji kinatengeneza hatari ya uhai wa mmea na thamani yake. Lakini samaki inahitaji kupumua, inahitaji maji, inahitaji kula, inahitaji uhai, vile vitu vinavyosababisha samaki awe hai. Ili samaki aweze kuwa hai na thamani yake iongezeke, ni lazima akae ndani ya maji. Ukimtoa samaki kwenye maji, mpe hewa, mpe chakula, lakini wakati wa kuishi unahesabika. Anaweza akala, lakini majira ya kufa yanahesabika. Anakula huko anatapatapa. Vivyo hivyo mwanadamu, narudia kuzungumza na mtu unayenisikiza, vivyo hivyo mwanadamu ana mahitaji mengi. Mwanadamu anahitaji kupata elimu, mwanadamu anahitaji kula, anahitaji kuvaa, anahitaji kuwa na maisha mengi hapa na pale, kujenga nyumba, kumiliki mambo za usafiri, magari, kuwa na biashara, anahitaji kuwa na mke au mume, anahitaji kuwa na watoto. Mwanadamu anahitaji kuwa na afya njema, anahitaji kuwa na heshima kwenye jamii. Mwanadamu ana mahitaji mengi sana ambayo ni kwa ajili ya kuongeza thamani ya kwake. Haya mahitaji yake ni ya muhimu, ila ili mahitaji haya yaweze kuongeza thamani yake, mwanadamu lazima ajikumbushe usiku na mchana kadiri anavyoendea mahitaji haya, kwamba ili thamani yake iweze kuwa hai na iweze kuongezeka siku kwa siku, inabidi ajifungamanishe na chanzo ambacho ni Mungu mwenyewe. Mwanadamu anamhitaji Mungu ili aweze kujifungamanisha kwenye chanzo. Mtu mmoja aliwahi kuzungumza kwamba mafanikio yoyote nje ya Mungu ni mzigo unaomwongezea mwanadamu maumivu. Yaani mafanikio yoyote nje ya Mungu hugeuka kuwa mzigo unaomwongezea maumivu mwanadamu. Kwa hiyo na mimi nikueleze, ninaona watu wengi wanasaka mafanikio, wanatamani kuongeza thamani. Vijana wa sasa hivi, watumishi wa Mungu wengi, kila mtu anakimbia huku na kule kuiongeza thamani yake katika jamii na katika maisha ya kila siku. Haya mambo ni sahihi kabisa, na Mungu anatuhakikishia kwamba ni haki zetu. Maana ukisoma katika Isaya ile sura ya 48 mstari wa 17 anasema yeye ndiye atupaye nguvu za kupata faida. Yaani ndiye anayetuongoza katika njia tupasayo kuiendea, na ndiye anayetufundisha tuweze kupata faida. Kwa Mungu anaheshimu mafanikio yetu ya hapa na pale, vitu tunavyovimiliki ni haki zetu, maana Mungu ametuumba ili tuweze kuvimiliki. Ila tukisahau kujiungamanisha na chanzo ambacho ni Mungu mwenyewe, tukijenga nyumba haituachi salama, tukipata magari hayatuachi salama, tukipata pesa hazituachi salama, tukipata cheo hakituachi salama. Tutakuwa ni kama samaki, tunakula huku tunatapatapa, ni kama tunaiona mauti inatujia. Tunamiliki hivi na vile, tunasherekea hivi na vile, lakini huku hofu za mauti zikitukabili. Kwa sababu gani? Tumeyatafuta haya mengine yote nje ya chanzo. Kwa hiyo badala ya kuongeza thamani yanapunguza thamani. Kwa nini watu wana pesa lakini wana stress nyingi? Ni kwamba wanatafuta pesa nje ya vyanzo ya chanzo cha uhai. Kwa nini watu wana vyeo lakini hawana amani, hawana utulivu ndani mwao? Ni kwamba wana vyeo, wana heshima katika jamii, lakini nje ya chanzo chao ambaye ni Mungu mwenyewe. Yaani watu wanataka kufanikiwa na kuongeza thamani duniani, ili hali wakimpuuza Mungu ambaye ni chanzo chao. Huyu Mungu ambaye yani uhai wao
unahesabiwa na yeye. Yani Mungu akisema anazima leo, yani unazima ghafla kama kibatali. Yani ni kama plizo, ukipasuka unapasuka dakika yoyote ile. Lakini unashangaa mtu anampuuza huyo ambaye anaweza kuzima wakati wote, anaendelea kutengeneza thamani ya kwake nje ya chanzo chake. Halafu huyu Mungu ndiye ametuhakikishia kwamba siku moja kila mtu atarejea kwake, na anatuambia kwamba tulikuja hatuna kitu, tutarudi hatuna kitu, na tutarudi kwake kwa ajili ya kutoa hesabu tuliishije nje ya chanzo chake. Kwa hiyo nikusii mwanadamu unayenisikiliza, uliyeko hapa, ambayo unasaka mafanikio, unatamani thamani yako iongezeke, watu wa kuheshimu, watu wa kuthamini, nikuombe thamani ya kwanza ambayo kabla wanadamu hawajaitambua Mungu mwenyewe anaitambua, ni wewe mwenyewe kujiungamanisha na Mungu. Na kujiungamanisha na Mungu ni kumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwake, halafu kuziishi kanuni alizoziweka Mungu. Ukiziishi kanuni alizoziweka Mungu, automatically umejiungamanisha na Mungu mwenyewe. Ukiishi miongozo na sheria, maana Mungu ni Mungu wa kanuni juu ya kanuni, sheria juu ya sheria. Ukisoma Isaya sura ya 28 kuanzia mstari ule wa 9, anazungumza anasema, mambo yake ni kanuni juu ya kanuni, ni sheria juu ya sheria, ni amri juu ya amri, ni kanuni juu ya kanuni, huku kidogo, huku kidogo, huku kidogo. Kuna kanuni za ule nini, usile nini, unywe nini, usinywe nini, uvae nini, usivae nini, uongee nini, usiongee nini, uhusiane na nani, usihusiane na nani, uwazeje, usiwazeje. Yani Mungu ameweka miko na maelekezo ya namna ya kutumika ili thamani ya kwako iongezeke. Kwa hiyo mimi nimekuletea kanuni hii ya kwanza ya namna ya kuongeza thamani ya kwako hapa duniani na kisha uzima wa milele. Yesu anazungumza, anasema hivi, itakufaidia nini ukiupata ulimwengu wote alafu ukaukosa uzima wa milele? Wakati unatafuta namna ya kumiliki thamani za dunia hii, elewa kwamba iko siku thamani yako inaweza ikashuka mpaka zero, kaonekana ukuwa chochote, ukuwa lolote duniani. Siku Mungu akisema naitaka roho ya kwako, manake thamani yote ya hapa duniani itakuwa imeishia hapo. Kumbe huko ijenga thamani ya milele. Wewe unaweza ukawa kama shilingi unayumba na unapanda na kushuka, unapanda na kushuka. Lakini ukifanikiwa kumjua Mungu kibinafsi na kujiungamanisha na yeye katika hatua zako zote za kila siku, thamani yako haitayumba. Mambo yatayumba ya hapa na pale, dunia itayumba, itawayawaya, dunia itakuwa na mambo ya hapa na pale. Utasikia leo hii kitu kimepanda bei, kimeshuka bei. Utasikia leo hali ni ngumu, mazingira yamekaa hivi. Utasikia hali ya hewa imebadilika. Ila ukiwa kwenye nafasi ya muunganiko wako na Mungu, thamani yako haiyumbishwi. Haiyumbishwi ukiwa na vingi, haiyumbishwi ukiwa na vichache, haiyumbishwi ukiwa na cheo, haiyumbishwi ukiwa chini ya watu wengine, haiyumbishi hali ya hewa ikibadilika, haiyumbishi hali ya maisha ikipanda au kushuka. Thamani yako inabaki pale pale. Una vingi, thamani yako iko juu. Una vichache, thamani yako iko juu. Uko kwenye hali ya huzuni, thamani yako iko juu. Uko kwenye hali ya furaha, thamani yako iko juu. Haiyumbishi kwa namna ya kuwa na vingi, haiyumbishi kwa namna ya kuwa na vichache. Kwa hiyo nikusii, mtu wa Mungu, tuko kwenye dunia ambayo tunafukuzana na mengi. Naomba ujirudishe kwenye chanzo ili thamani yako iongezeke na kukua na kuwa daima, kwamba uko kileleni muda wote. Yani hata siku watu wakisema fulani kafa, wewe bado uko kileleni, maana unakwenda kuishi katika uzima wa milele pamoja na Mungu. Kwa hiyo unakwenda kuingia kwenye thamani ya juu zaidi, maana unakwenda kuishi na Mungu katika umilele wake. Hiyo ni nafasi, hiyo ni nafasi yako ya kwanza ya kuongeza thamani yako, na hili ni jambo lako la kwanza la kuongeza thamani yako, kujiungamanisha na chanzo cha uhai wako ambaye ni Mungu mwenyewe. Nitakaporudi tena nitakueleza jambo la pili la kuongeza thamani yako. Mungu akubariki.